time hatujakuwa pamoja. Leo nimerudi. Niko hapa na guest wangu. Utajiintroduce alafu tuendelee. Okay, mimi ni Don Kate. Lakini mbona nickname wazee wananiita Majembe wa Kilodi. Na hapo kwa Majembe kwanza nilikuwa nataka nikuulize hiyo jina maana kujiita before the history ya Majembe na babu the story ilikuja ama ulikuwa unajiita mapema? Nimeanza kuitwa. Sio mimi najiita. Nimeanza kuitwa kwa hiyo story imetokea most of the Majembe na babu. Lakini online social media zako ndio mimi najiita tu Don Kate. TikTok kila mahali tu Don Kate. Na kuna place najiita Majembe, hiyo ni ya huko tu shule. Lakini wewe unaiona ukubali. Sijaikata. Wamenibaptize nayo. Mimi nakubali. Tuambie kidogo kuhusu personal life yako bwana. Pengine umezaliwa tunaweza kuwa tunakaa hapa kumbe ni cool kid. Umezaliwa wapi? Home ni wapi? Tukaa hizo ndo tunataka tujue. Itasumbua kidogo lakini acha ni brush. Mimi nimezaliwa tu Bungoma tu. Kwa chini nitokuwe huko hivyo. Nimesoma huko hivyo. Maisha yangu yote nimekuwa Bungoma. Primary Bungoma tu, high school Bungoma, university Bungoma. Yaani mimi sitaki kuenda mbali. Lakini kwa maisha ndo nataka niende mbali. Just take a life. Huko nimekuwa kwa hivyo mashughuli maybe kupiga hustle karudi. So ndio uliingia chuo, nini ilikuinspire kasema lazima nianze nikuwe content creator pia? Okay, before nianze content mimi kwanza nilikuwa msanii. Bado mimi msanii. Mimi nilikuwa napiga rap hapo hivyo. Nilikuwa naimba pia mabongo sometimes na dancehall. Mimi nikaona hiyo inataka pesa nyingi. Kuingia studio alafu time mingi kuunda masong. But content ni kitu sihitaji vitu mingi, nahitaji tu simu tu peke yake na idea. And then mimi napiga na post. So ikabidi nizame kwa content creation. Then usanii kama itakubali baadaye sana nitaifanya. Sikubali pia naendelea tu na content creation. So up to now kuna mambo zako zenye ulikuwa unaandika huku zitoa bado ziko. Ukupata msaada kusaidia hivi. Mimi sipendi kusaidia watu, mimi napenda kujituma nisaidie mwenyewe. Unakuwa ni ganji utafuta mwenyewe alafu uanzishe. Sasa hapo kwa umesema before ulikuwa msanii, si ndio? Unaweza tuambia challenge gani ulikuwa unapata hapo? Kwa usanii. Usanii. Finance tu kawaida tu, pesa hakuna. Kwa finance. Finance unapata pesa, alafu pia studio ya kurekodi pia ile ni best, but itaenda na level yako ya pesa na kiwango chako. Pia huwezi pata. Unajua huwezi kuwa na tao mbili unataka kurekodi quality music kwa studio kama ya hizi studio kubwa hizi. Huwezi. Lakini wasema ati wewe kama growing artist sometimes unaenda hivi studio producer kukuza bana anakuambia una ganji ile record. Sijui kama ulikutana na issues kama hizo. Okay, issue inapanga studio ni mimi kumeenda alafu ulikuwa na idea ukakimbia studio kuimba ukafika huko idea kaanza kuoperate. Then uko kwa mic unapiga tu unajirudia hapo producer unapata anamwambia enda tu utarudi ukiwa ready. Unaona? Hiyo inakukatizia design yenyewe. Unaanza kusema hata ni quit tu muziki juu. Au kama sinajaribu alafu producer anaanza kuniambia tena nitarudi. Unajua ukitaka kufanya kitu ukifanya first time unaifanya perfect na nguvu yako yote za kurudia. Sasa unaona inakuwa changamoto.